Ndoa inavunjika kwa kukosekana uaminifu. Ndugu wanagombana kwa kukosekana uaminifu. Lakini kubwa zaidi, mataifa yetu ya Kiafrika ikiwepo na Tanzania, kinachotuingiza kwenye magomvi, mafarakano, kupigana, kuumizana ni kwa sababu ya kukosa uaminifu. Sema amen. Sema amen. Roho ya ubinafsi imetawala watu, viongozi. Mahali kokote hakuna uaminifu, usitegemee kuna haki. Kwa sababu haki usimama mahali penye uaminifu. Sema amen kwa jina la Yesu. Na mtu yeyote aliyokosa hekima hawezi kuwa mwaminifu. Na mtu yeyote aliyokosa hekima hawezi kuwa na akili timilifu, kwa sababu akili ni kipengele kilichofungamanishwa na hekima na uaminifu. Sema amen kwa jina la Yesu. Huwezi kuwa mkweli kama si mwaminifu, na huwezi kuwa mwaminifu kama si mkweli. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen, sema amen, sema amen. Hii ndio inatutesa watu kujilipikizia vitu, mali, nini, kwa kukosa uaminifu. Mtu anakabidhiwa ofisi, anakabidhiwa nchi, anakabidhiwa familia, anakabidhiwa mjane, anakabidhiwa uongozi mahali, ana uaminifu. Kinachotutesa ni kukosa uaminifu. Sema amina kwa jina la Yesu. Tukiwa waaminifu na tukasimamia tulichopewa na Mungu kwa uaminifu, tukasimamia nafasi tuliopewa ya uongozi, ya kutawala, ya kusaidia wengine kwa uaminifu, nataka nikuambie kwamba hakuna namna tutaharibikiwa. Haleluya. Amen. Hebu sema Yesu naomba uaminifu. Hebu sema Yesu naomba roho ya uaminifu. Sasa tusome misali tu miwili hapa, alafu nenda kwenda kwenye Biblia. Tusome kile kitabu cha Mathayo tuliyosoma jana 24:44 mpaka 45. Soma hapa. Mathayo 24 mpaka 45. Mathayo 24:44-45. Angalia. Anasema, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu, mwenye akili, ambaye bwana wake. Hebu angalia hilo neno, mtumwa mwaminifu mwenye nini? Mwenye akili. Kwa hiyo uaminifu uendana na akili. Sema amina. Sema amina. Uaminifu, hilo neno uaminifu limeshikamanishwa na akili. Ni nani basi mtumwa yule mwaminifu? Nani basi? Nani huyo kiongozi? Nani huyo mama kwenye ndoa yake? Huyo baba kwenye ndoa? Huyo mtoto? Nani huyo mtu ambaye Mungu amempa nafasi kwenye shirika, kwenye taasisi, kwenye taifa, aliye mwaminifu, ambaye Bwana amemweka? Kwenye nikwambie, hujawekwa kwa sababu yako. Ukiwekwa mahali kokote na Mungu ni kwa ajili ya wengine. Ni kwa ajili ya wengine. Uaminifu ni nini? Uwakili. Uwakili ni uaminifu. Hebu malizia, anasema sema Bwana asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Nani mtumwa mwaminifu? Nani ambaye Mungu atamweka kwenye nafasi akae kwa uaminifu? Kanisani hakuna uaminifu, kwenye nchi hakuna uaminifu, kila mahali hakuna uaminifu. Watu ni kula tu, watu ni kumalizana tu, watu ni kuiba, watu ni kupora, watu ni kujilimbikizia mali, watu ni yani ni shida. Muulize wewe ni mwaminifu? Huko kanisani uaminifu kwa? Sio kwenye muda hakuna uaminifu. Sio kwenye kuzuia ibada hakuna uaminifu. Kwa kwenye kutoa hakuna uaminifu. Sasa hiyo ndio. Angalia, Biblia inasema mtumwa mwaminifu na mwenye nini? Uaminifu ni swala la akili. Kukosekana kwa uaminifu ni kukosekana kwa akili. Hichi kipengele. Na wote tutende kwenye kipengele cha leo. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu. Nenda anasema. Wakorintho wa kwanza sema amen. Amen. Sisi wote hapa ni nani? Ni watumishi. Wewe kwenye nyumba yako wewe ni mtumishi, kwenye ndoa yako unapolea wale watoto nyumbani wewe ni mtumishi wa Mungu, kwa sababu wale ni watoto wa Mungu na wale. Sema amina kwa jina la Yesu. Wakili
wakili wa siri za nani? Za Mungu. Kwa sababu huyu mtoto ana kitu amebeba, kuna siri za Mungu ndani. Ninapomtunza, ninapofanya ile kazi vizuri, ile biashara vizuri, ule ni uwakili ninafanya. Nasemaje? Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili. Katika mawakili ndiyo mtu katika nini? Hebu tusome wote. Katika nini? Mawakili. Katika nini? Mawakili. Hebu tusome wote. Katika nini? Katika mawakili. Katika nini jamani? Mawakili. Katika mawakili. Ndiyo mtu. Hapo inayohitajika katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Wewe mama, ili Mungu akubariki, wewe kijana, wewe dada, lazima uwe mwaminifu. Sema amina kwa jina la Yesu. Kuongoza nchi, kuongoza taasisi, ili uongezeke, lazima uwe mwaminifu. Kwangu mimi si kitu kabisa nihukumiwe na ninyi, wala kwa hukumu ya kibinadamu, wala sijihukumu nafsi yangu, hata nafsi yangu. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina. Paulo alikuwa na uhakika anafanya uwakili vizuri. Uwakili wake aliokupa uko wapi? Haleluya. Kwa sababu kila mtu ni wakili. Ukiwa kwenye biashara, wewe ni wakili. Unaajiriwa, wewe ni wakili. Unaolewa, wewe ni wakili. Wewe ni wakili. Unamwakilisha Mungu kwenye hiyo nafasi. Sema amina. Mwili sio mali yako, ni mali ya Mungu. Watoto ni mali ya Mungu. Mume ni mali ya Mungu. Mke ni mali ya Mungu. Biashara, kazi ni mali ya Mungu. Utaulizwa